Nyosha mkono wako Mungu wangu, majaribu yameniandama, huduma inaharibiwa, wanaonijua Shem. Amka. Dola hawezi kurudi sasa hivi. Usiku umekuwa mwingi sana. Hii ndo nafasi yangu, sitakiwi kuipoteza. Ngoja nifanye kitu. Nini kimemkuta? Nimepigiwa simu tu na mamake, alikuwa kazini. Nimeambiwa tu binti yako anaumwa, kaanguka ghafla, kwa hiyo sijui nimemkuta. Binti anainuka sasa hivi kwa uwezo wa Mungu. Binti, na kuamuru amka kwa jina la Yesu.
Nakushukuru sana mtumishi kwa kumponya binti yangu. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Na binti yangu apenda, Mungu akubariki sana. Nashukuru sana. Karibu sana. Karibu. Asante, nashukuru mtumishi. Tukashukuru mponya binti yangu, sasa nenda vizuri. Kuna ugonjwa kuanguka lakini sasa amepona, nenda vizuri. Kwa nakushukuru kwa na chochote kitu. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki pale ulipotoa na akuzidishie na uende kwa amani ya Bwana. Amina. Anko, habari? Nzuri, habari ya kazi? Salama tu. Samahani, naomba kuuliza. Bila samahani. Nimesikia maeneo haya kuna hospitali nzuri. Kwa hapa nilipo hivi bado iko mbali sana? Yaani kutoka hapo ulipo unaenda, ukikunja kidogo unaenda kulia. Basi, ukienda tu hiyo moja kwa moja ni kama mita 200 tu unakuwa umefika kwenye hospitali. Na kweli ni hospitali nzuri. Kwani kuna shida yote? Ndio, kuna shida. Mzee wangu ni mgonjwa. Shida gani? Tatizo la kiafya. Nimehangaika naye sana, yani anapoteza mpaka fahamu, kama hapa alipo tayari ameshakata moto. Mmeshajaribu kumshirikisha kwenye maombi? Hapana. Huwa tunahangaika katika hospitali. Na unaonaje kabla hujaenda hospitali labda tukajaribu kumfanyia maombi? Kwani wewe ni mtumishi? Mimi ni mtumishi. Nafanya kazi ya Bwana. Na ni wengi tu ambao walikuwa na matatizo kama yake na wameombea wamepona. Kwa na uhakika naye pia atapona. Nakuomba mtumishi, basi umuombe babangu hata sasa hivi. Kwa hapa mama sio rahisi kumwombea. Kwa sababu unajua ni vitu vingi tunatakiwa tuanze kujikabidhisha mbele ya Bwana kabla hatuwezi kufanyia barabarani. Lazima tuingie kwenye sala ya toba. Lakini lazima tuingie pia tumshukuru Mungu kwamba Mungu huyu tunaamini anaenda kupona. Kwa kuna vitu vingi sana ambavyo tunatakiwa tuanze kuvifanya kabla ya maombi. Kwa hiyo nadhani itakuwa vyema kama tukienda nyumbani tukamfanyia maombi nyumbani kwangu. Nashukuru sana mtumishi. Yaani nitashukuru sana. Basi naomba uingie kwenye gari tuende. Sawa. Halo? Nimeshafika hapo uliponielekeza. Sawa, hamna shida. Nakusubiri. Baba, mtumishi ameshafika. Amefika eh? Ndio. Sawa. Kamfuate. Wananivuta chini. Mungu nisaidie, nguvu zinaisha pole pole. Changamoto naona kama mlima mbele yangu. Naomba niepukane nazo
isivunjike moyo. Wakati mwingine najiuliza kimoyo moyo, je, bado niko sahihi kwenye wito wako? Majaribu yameniandama, huduma inaharibiwa, mtumishi wanataka kuniangamiza. Nyosha mkono wako Mungu wangu. Majaribu yameniandama, huduma inaharibiwa. Karibu sana mtumishi. Asante sana mzee. Karibu sana. Nashukuru sana. Ya. Mimi kwa jina naitwa Mr. Daza. Na huyu hapa ni binti yangu anaitwa Happy. Nadhani kwa muda mfupi tumefahamiana, lakini leo nimekuita ili tufahamiane zaidi. Na zaidi yote ni kushukuru kwa kazi kubwa uliyoifanya, kwa kuniponya mimi ugonjwa ulionisumbua zaidi ya miaka 20. Yaani huwezi kuamini. Nimekwenda katika hospitali zote ambazo unazijua wewe, lakini sikupona. Mpaka hospitali za nje ya nchi sikupata hata nafuu. Nilikushakata tamaa kabisa, lakini nashangaa kwa siku moja tu nimepona. Sijui ulitumia dawa gani kuniponya mimi. Hakuna dawa yote mzee, zaidi ya Mungu aliye juu. Katika maombi tunaamini Mungu anatenda. Kwa hiyo nimepona kwa maombi tu. Asante sana. Basi mtumishi, mimi nimekuita hapa kwanza tufahamiane vizuri, lakini niweze kukushukuru kwa tendo hili kubwa ambalo umelifanya kwangu. Nimejaribu kufikiria nikushukuruje, nikupe zawadi gani, na nimeongea na binti yangu Happy hapa. Tumefikiria jambo, tunataka tukupe zawadi, lakini ni zawadi ndogo tu. Mtumishi, kutokana na mazingira ya pale nyumbani kwako, ambapo siku ile nilipofika ili kuniombea, niliona kwamba ni mazingira ambayo kwa kweli hayaendani na wewe kama mchungaji au mtumishi. Jinsi ninavyokuona na familia yako na mke wako, nimeona ni mahali padogo sana. Sasa nimefikiria, nimejaribu kushauriana na binti yangu, tumeona tukuzawadie hii nyumba ambayo tumo sasa hivi hapa. Sijui unaionaje? Mzee, yaani siamini kwanza, kwa sababu sijawahi kuona mtu akupe nyumba alafu nisipende zawadi ya nyumba. Kwa maisha ninayoishi mzee, hapana. Kwa maisha ninayoishi mzee, kwa kweli niseme tunashukuru kwa hii nyumba. Yaani nawashukuru sana sana sana, hadi sielewi hata nishukuru namna gani. Maana hata mke wangu atafurahi sana nitakapompelekea hii habari. Ni habari njema kwetu sisi kwenye familia. Mchungaji, wala usio na wasiwasi. Hii nyumba ni nyumba yangu, ni mali yangu. Na alikuwa anaishi kijana wangu hapa, lakini amepata uhamisho kikazi. Kwa hiyo usio na wasiwasi wowote. Na madam umekubali, basi na mimi nafurahi, nashukuru. Basi wewe utaishi hapa bila wasiwasi wowote. Shukuru sana. Usio na wasiwasi. Na pia mtumishi,
hapa kuna pesa kidogo ambayo nataka ikusaidie kwenye kuhamisha mizigo yako kutoka kwako kuleta hapa na kufanya mambo mengine madogo madogo. Sawa? Haya. Asante na usijali. Tutazidi kuwasiliana. Tutazidi kuwasiliana. Na binti yangu ana namba yako ya simu. Basi ukiwa na tatizo lolote usiache kunitafuta, tuwasiliane ili tuweze kusaidiana. Kwa kweli Mungu awabariki. Awazidishie pale mlipotoa. Amina. Mtumishi, tunakushukuru sana sana sana. Umetulejeshea furaha katika familia yetu. Tulimkatia baba tamaa, ila tunakushukuru. Ni Mungu amekuleta katika familia yetu. Mungu akubariki sana mtumishi. Amina. Shukuriwe Mungu. Amina. Majaribu yamenizingira mtumishi, nikihubiri Injili kwa moyo wa kweli. Kila nikisimama pepo wananivuta chini. Mungu nisaidie, nguvu zinaisha pole pole.